kwenye halmashauri yetu, mradi una thamani ya milioni 310. Majengo yamejengwa tayari yananyufa. Tuna majengo yaliyojengwa enzi ya Mjerumani yapo. Ninyi wenzetu na shule mmesoma, mnajengaje majengo na rangi bado inanukia upya, yananyufa? Injinia yuko wapi? Injinia wilaya yuko wapi? Injinia, tuambie kwa nini majengo rangi haijakauka yenyewe ameshaanza kupasuka? Okay. Wale watoto wadogo, hebu sogeni hapa, njoni hapa kwenye hii corridor hapa. Njoni mkae hapa. Waziri wakuu wajao wao. Injinia, tuambie kwa nini jengo limepata nyufa jipya vile? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa Chala Sekondari kuna baadhi ya madarasa yananyufa, hasa sehemu za uwazi, kwa maana ya madirisha. Hiyo huwa inatokea kwa sehemu za uwazi kwa majengo. Ukishajenga baada ya muda inatokea settlement, kwa maana majengo yana settle. Inatokea nini? Settlement. Ukisikia kwenye maelezo tu kikawekwa Kiingereza, ujue hapo ndo unataka kuibiwa hapo. Settlement, adjustment. Unapojenga jengo, hii ardhi inakuwa ina maji. Kwa hiyo maji yanavyokuwa na evaporate inatokea settlement. Kwa hiyo jengo lina move kwenda chini. Kwa hiyo unapotokea mtikisiko, zile sehemu ambazo ni weak point, ambazo hasa kwenye madirisha au kwenye milango, kwa hiyo nyufa lazima itokee. Sasa ili uondokane na hiyo, lazima uestablish beam za aina 3: ground beam nyingine kwenye hiyo madirisha katikati na lenta. Kwa hiyo sasa kwenye majengo yetu sisi, miongozo inaonyesha beam za aina 2, ambao ni ground beam na roof beam, kwa maana ya lenta. Zile beam za katikati hatujaziweka kutokana na majengo. Kwa hiyo majengo yote yakijengwa lazima yapasuke ili yaseto. Pia hiyo nayo inatokana na ardhi. Inatokana na ardhi. Mkurugenzi yuko wapi? Huyu anatuimbisha tu. Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, tuambie jengo linanyufa, unajua hiyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza mhandisi wa wilaya kwenye maelezo yake ya awali, nami napenda niongezee. Kwa sehemu kubwa ya halmashauri ya wilaya Nkasi, sehemu kubwa zina mwamba. Mmezingatia BOQ? BOQ imezingatiwa, lakini sehemu kubwa, kwa mfano. Mkurugenzi, una uhakika mmezingatia BOQ? Ndio Mheshimiwa. Shule ya amali ya wavulana ya wilaya ya Nkasi, bidhaa mnazonunua, vifaa mnavyonunua ni bei iko juu kuliko bei ya soko. Nini kimesababisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenda ningefahamu ni bei gani, vifaa gani hivyo. Mkurugenzi, wewe ndio unayesimamia vifaa mlivyonunua vya kujenga shule ya amali ya wavulana, shule ya wavulana. Vifaa mlivyonunua viko bei yake iko juu kuliko bei ya soko. Unajua hilo? Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na ninyi vitu mnavyoenda kununua, mnakwenda kununua hivyo vifaa, mnanunua kwenye duka ambalo mmiliki wa duka hilo ni mtumishi wa halmashauri hiyo.
Unajua hilo mkurugenzi? Silifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa mnakuja hapa kueleza inaseto. Nani kawaambia nimekuja kutembea hapa? Nina taarifa zote. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kachunguze kwenye haya majengo yote haya niliyosema, na nenda kachunguze hivi vifaa vinatoka wapi. Nenda kalinganishe na bei zingine za maduka mengine. Nenda kafuatilia haya yote, niipate taarifa nitakapokuwa namaliza mkoa wa Katavi ili niweze kufanya uamuzi. Hivi ni vitu ambavyo haviruhusiwi. Fedha mmepewa ya kujenga jengo, fedha imeisha, majengo hayajaisha. Fedha imeisha, majengo hayajaisha. Mmepandisha bei. Majengo mengine mmelazimisha kuyamaliza, ndio hizo nyufa zinatokea. Haya, nendeni kamanda, nipate taarifa ya hii miradi. Sehemu zingine mmeazima vifaa kutoka miradi mingine. Mmeazima vifaa kwa utaratibu gani? Mmeazima vifaa kutoka mradi mwingine kwa utaratibu gani? Haya mambo ya uholela haya hayakubaliki. Sasa nimewaambia hatutaonea mtu. Ngoja nipate taarifa ya kichunguzi. Sasa mtumishi wa halmashauri ndo anatuuzia vifaa vya kujenga majengo ya halmashauri. Kwa mnapanga bei ofisini, mnaenda kununua nyumbani. Tutaelewana tu.